Mimi kwanza nimesoma mpaka kidato cha 4. Uwezo wa mamangu ulikuwa ni wa chini sana. Jinsi wewe ulivyo mkuu. Ikawa inanilazimisha nilewe na wanaume, nipate hata shilingi ngapi, nijiangalie mimi na familia yangu. Baadaye nikapata ujauzito, baba wa mtoto alikataa. Ndo nikakutana sasa na huyu msharika wa mradi wa Dreams, alikuwa anaitwa Salome. Hello! Dreams! Hello! Kwenye mradi wa Dreams kwanza kuna elimu mbalimbali ambazo nilikuwa nimezipata, ambayo ni elimu ya unasii na upimaji. Alafu elimu nyingine niliyopata ni elimu ya matumizi sahihi ya kondom. Mara nyingi wasichana wanatumia kondom lakini sio kwa usahihi. Jamani, hii mkononi nimeshika nini? Kondom. Nimeshika kondom. Na najua matumizi sahihi ya kondom. Alafu elimu nyingine niliyopata ni elimu ya masuala ya fedha. Na pia nikaja nikapata elimu ya dawa kinga PrEP. Na nikapata na huduma ya uzazi wa mpango pia. Na pia nilipata mafunzo ya sasa modo tunaita. Ile sasa ni start awareness support action, kwamba tunapokuwa tunakutana na ukatili wa kijinsia katika jamii zetu tunaudhibiti vipi. Msichana akiwa amekutana na ukatili wa kijinsia ana sehemu ya kukimbilia ambayo ni Dreams. Tuna huduma za kina za kuimarisha uchumi. Kwenye huduma hizo mabinti wetu tunawapeleka kwenye sehemu mbalimbali ambazo wanajifunza vitu mbalimbali vya kujiingizia kipato. Tuna mabinti ambao tunawapeleka kwenye vyuo vya ufundi ambako wanaenda kupata mafunzo ambayo hayako kwenye karakana zetu. Kwa hapa Kyela tumekuwa tukishirikiana na chuo kama KPC, Moravian. 2, 3, 4. I chose to start English course because I like when someone say, I speak more than 3 or 4 languages. I like it. So I said to study English because I want to know it more. And I wrote a letter of application. I applied to go to Kyela Polytechnic College and it was accepted. I went the college for 3 months and I turned out to be the best student in the class. Nikiwa ndani ya mradi wa Dreams, nikiwa shule pale KPC, ilitokea nafasi ya kwanza msichana kwenda ubalozi wa Marekani, kwenda kwenye maonyesho, na nilipopata nafasi nikaenda and nikafanya vizuri kuwakilisha wasichana wenzangu, na hiyo ni kama ilikuwa ni mlango wangu wa kwanza kufunguka kwamba kumbe Dorcas anaweza akazungumza Kiingereza, akakiongea, akakiunganisha kikaeleweka. In Dreams program, I succeeded to attend different summits, international summits. Like the first one was, I went in Dar es Salaam, the Kilimanjaro Hotel. I attended Human Capital Development Summit. And then I went to Zimbabwe, in Victoria Falls. I attended Women Now Summit. And then I flew to Harare. I attended the Red Summit and the International Conference on AIDS NSI in Africa. And then I come back to Tanzania. Still represent my country. Every time I get a chance, I do a good job. Hii hapa ni Sodash, sawa? Na chenyewe ni kitu muhimu sana katika kutengeneza sabuni zetu za leo, sawa? Kwanza nimekuwa mwalimu shirika. Kwa kuna kaposho pale, kanisaidia sabuni ya mtoto, na pia mimi nafanya biashara ya sabuni. Odi. Dorcas. Na pia ninafanya biashara ya mpunga. Ninunua mpunga na subiri Disemba, nikoboleshe, then pate pesa. Haya mafanikio madogo ambayo nayapata nikiwa kwenye mradi kama hivyo, nanunua kiwanja na kuwa na ila na mimi naweza nikamtunza mtoto. Zamani nilikuwa siwezi, maana sina mzazi mwenzangu kunisaidia, ilikuwa ni shida sana. Ndio mama. Hizi elimu mbalimbali na za kutengeneza sabuni ambazo nimezipata huwa sitengenezaji mwenyewe nyumbani. Huwa naenda na kwenye vikundi mara nyingi ninapotengenezea, ili na wengine waone jinsi gani mambo yanavyoenda, na hiyo inakuwa inachochea hata wasichana wengine wanaomba kumbe dada Dorcas anaweza kufanya kitu fulani na mimi naweza nikakifanya. Hii ni nini tumesema? Ni ujazo wa kiasi gani? Lita 1. Kumbe tunasikilizana vizuri, si ndio Mimi kabla ya kuingia kwenye Dreams, nilikuwa najihusisha na vulana wengi, afu pia nina mtoto. Ila kuja kwenye elimu anazotoa dada Dorcas, nimeona imenifunua upana kidogo. Nilikuwa situmii kondom. Ila dada Dorcas alivyotuelekeza elimu ya kondom imenisaidia sana. Biashara ndogo ndogo ambayo tunafanya sasa hizi ni kama hii hapa ya sabuni. Sasa tumeona inatusaidia sana.
Alafu pia anatuhamasisha sana tuwe tuna biashara zetu nyumbani, sio tu kwenye hiki kundi. Dreams is my father. Yani ni baba wa wasichana wote. Yani as long as you are a girl, your father is Dreams. Kwa sababu Dreams inakusaidia kutoka katika jinsi ya kufikiria hapa negative, unakuja kwanza kufikiria positive. Huyo ni baba. Anatuokoa, anatutoa katika vumbi, anatufanya tuwe hivi tulivyo.